vijana waliamua watakuwa wa kwanza kuanza kuingia kwenye wanaingia hivyo, hata kama hawajajifunza sana, lakini wanajua. Haya, tunarudi Bwana, na hiyo ndio kitu ambacho ni muhimu sana ambacho kilifanya tu hapa siku ya leo. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo karibu Bwana asifiwe. Hebu sote kwa heshima tusimame sote juu. Tunapompokea mtoto tusimame sote juu. Hebu na tuombe. Asante Bwana wa majeshi, Mungu wetu, Mungu wa mbingu na nchi. Tunakupa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Umetulinda, umetuonekania kwa kila njia, umetuongoza kuweza kuifikia siku hii. Baba, kwa uwezo wako, mamlaka yako, tumekusanyika mahali hapa. Na leo hii sawasawa neno lako, tunafurahia kwa sababu ya kipawa na present ya mtoto huyu ambaye ni mtoto Rafael. Wewe Mungu unamfahamu. Na vile uliambia Yeremia, ulimjua kabla hata hajaingika katika tumbo la mama yake. Miaka yake ya kuishi unaijua, shughuli ambazo umempa atafanya duniani unazijua. Vile umembariki unajua, vile utamuinua unajua, na yale utatenda kwa ajili ya maisha yake Mungu wetu, wewe unajua. Wakati huu Mungu tunapokaa na kuendelea mbele na sheria ya mtoto huyu, tumejikabidhi mikononi mwako ukiongoza kwa kila njia. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Sasa nitawauliza tukae, alafu nataka nikurudishie wewe mama mtoto, alafu utamleta baadaye, utamuombea na kumkabidhi wazazi wake. Nisikuongea haraka haraka mtakipata tu. Kwa hivyo nitajaribu kuchanganya kiasi. Nafikiria kikisi si nzuri sana. Basi leo hii ni siku njema ambayo Bwana wa majeshi ameifanya. Na nataka tu niweke hizo viti, mama wa mtoto akae hapo, baba wa mtoto akae hapo, na yule mama wa mtoto akae hapo. Kuna viti hapo. Bwana asifiwe. Nalitaka kidogo tu nimuuzie kila kitu na kwenda kutenda leo, kwa sababu wakati mwingi hakijafahamika vizuri. Na nitaongea kidogo kuhusu kitu kinaitwa dedication. Dedication ndio lugha inatumika sana kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili wanatumia jina kuweka wakifu. Sijui kwa Kikisi mwenye anajua Kikisi sana. Sasa kakwambia nimesema nini? Mkisi atasema tu kusamea. Lakini mimi sisema kuombea. Bwana asifiwe. Sisema kuombea. Nimesema to dedicate. Ama kuweka kitu wakifu. Unaweza kusema mara. Kuweka sana mbaya sana. Kikisi kina maneno mafupi. Kikisi kina maneno machache. Ndio maana huwa tunapenda kutumia lugha zingine pia. Akina kwa tena yuro ya kubika. Kuna lugha nafikiria. Kubika kinta sama kwa kaya saa. Lakini wacha nieleze kwa Wakisii msikie. Ekero tunaposema tunaweka kitu wakifu, manake hicho kitu kuna vitu kama vitatu vikubwa sana tunafanya. Jambo la kwanza, hicho kitu tunakitenga. Jambo la kwanza, hicho kitu tunakitenga na vitu vingine. Sawa, tunalipasha. Bwana asifiwe. Kero tokotera kubeke gento wakifu. Yani kusabirenge kukiaka na useko kiaka mafuta. Kukiaka mafuta. Engenjo yaye iwe ni kitu,
kitu mnaita sabato. Kuna neno linatumikanga Bwana akatenga. Unataka kuangalia utaona katika kile kitabu kinasema maana ya sabato. Huko mwanzo. Lakini Mungu ndiye ndiye sana. Anaongea tena kwa watu wake. Kuweka wakfu, jambo la kwanza tunafanya huwa tunatenga. Kulikuwa na watu wengi hapa, lakini tukachagua mmoja. Huyo mmoja tumemchagua, kwanza tunamtenga na watu wengine. Huyo mtu anaanza kuwa na utofauti na wale wengine, kwa sababu jambo la kwanza tumemtenga na wengine. Yaani mtu hili tanganye toko muatanana na babye kaina abande, yeye ni kama wale wengine. Na babye kaina abande, na babo tarabu na abande, na batungire buna abande, na bakolenga luna bali bande. Lakini bono tuamuata nile kurua saa abande. Huyo ni mtu. Wakati mwingi tukiongea kuhusu hiyo siku, watu wanapinga sana. Ati siku ni siku, siku zinafanana. Na je, mtumishi wa Mungu afanani wapi? Mbona yeye mnasema msimguze, mheshimu mpako mafuta? Huyu ni mpako mafuta wa Mungu, mheshimu, mfanye hivi, muenda waombee. Kwa sababu huyo mtu alitengwa kwanza, akawekwa kando. Baada ya kuwekwa kando, huyo mtu jambo la tatu anatakaswa. Maanake alipokuwa na watu wengine, alikuwa kama wao, aliishi kama wao, alizaliwa kama wao, alitenda mambo mengi kama wao, lakini leo tunamtenganisha kwa sababu atakuwa tofauti, anatakazwa. Maanake anaondolewa mambo aliyofanya yasiyo mema siku zile akiwa kama watu wengi. Ukiongea kuhusu watumishi hapo tutapatana, lakini ukiongea kuhusu siku hamtakubali. Lakini kumbuka, kama wewe ni mtumishi, unaposema siku ni siku, inamaanisha hata wewe mtu ni Mungu. Inamaanisha hata wewe ni Mungu. When you say just the day, it's a day. A man is also a man, and a woman is also a woman. A person is a person. Why do we have servants of God dedicated, set aside, and given special responsibilities? Yet they are a man like the rest. It is because they were dedicated, they were ordained to serve God at that level. Therefore, you can't understand what you are doing until you understand what God does. You can't understand what you are doing. Inaongea kwa sababu ya kamera. You can't understand what you are doing until you accept that God can set aside something or somebody or a certain day and give that day a special responsibility, or give that man or woman a special responsibility, or give that article. Kama ingekuwa ni ulisikia kulikuwa na vyombo teule vya hekalu. Unakumbuka mtu mmoja akaleta vyombo vya hekalu, akakuja akasherekea, akaita watu wakarewa, wakadansi, wakasherekea, wakasikia vizuri. Lakini wanapoendelea kulewa, mkono wa Mungu ukadumu ukaandika namna gani? Kwa ukuta. Mene. Kwa sababu alifanya nini? Alicheza na vyombo vilivyokuwa vimewekwa aside kwa utumishi wa Mungu, vikatumika kwa utumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo siku moja Daudi akaambiwa na askari wake, wacha tumpige Sauli. Akasema, sitampiga Sauli kwa sababu nimepaka mafuta wa Mungu. Mimi sitamwongoza. Sauli anatafuta Daudi kila mahali amuue. Siku moja Daudi akajificha mahali, akalala. Naye mfalme akaja akamtafuta, naye katika akafanya nini? Akalala. Bwana asifiwe. Saila amelala, Daudi akaamuka akaona mfalme amelala. Na maaskari wake wanafanya nini? Wamelala. Sasa askari wa Daudi akasema, wacha nimdunge mkuki mara moja, nimsikanishe na ground, yani
na ardhi. Daudi akamwambia usimuue kwa sababu nimepakwa mafuta wa Mungu. Akasema usimuue. Hapo nikisema watumishi wa Mungu mnasikia vizuri sana. Lakini kama mnafikiria mtu akitengwa awe dedicated ni jambo la maana. Siku ikitengwa pia ni jambo la maana. Vyombo vikitengwa pia. Hata nyumba hii ni nyumba kama nyingine. Bwana asifiwe. Hata hii nyumba ni nyumba kama zile zingine, zimejengwa na mabati kawaida, miti kawaida, mabati kawaida, kila kitu kawaida. Lakini imeombewa ikawekwa kando kwa matumizi ya nini? Ya ibada. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo utanisomea hicho kitabu cha nataka niruke tu nienda haraka, lakini ningenisomea hicho kitabu cha Mwanzo, ningefurahisha sana. Ningenisomea hicho kitabu cha Mwanzo, nilikuwa nataka kuonyesha kuhusu kile kinaitwa dedication. In fact, tukiwa na muda mnatakiwa mjifunze hata kuhusu mafuta ya kudedicate. Bwana kuna watu special aliambia waunde mafuta hayo kwa sababu ya kudedicate, na akasema hayo mafuta yaundwe hivyo na yatumike kwa kusimika ama kuweka watu peke yake. Na akasema mtu mwingine akijaribu kuitatia na process hiyo mafuta, huyo mtu apigwe mawe ya kufa. Bwana asifiwe. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo 2. Ndio msikie. Nimesoma Mwanzo 2 sio kwa sababu ya sabato tu, bali kwa sababu ya kuwaonyesha mwanzo wa kutenga vitu na kuweka watu. Mwanzo, the beginning of dedicating or the beginning of dedication. Ilianza na siku. Bwana asifiwe. Amen. Bwana akionyesha watu jinsi ya kudedicate alianza na siku. Hebu mnisomee tafadhali. Nasema mstari wa kwanza. Yule anasema kwa hivyo Bwana basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakaza kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Wanasema kwamba kwa hivyo Mungu hivyo ndivyo vizazi kwa hivyo Mungu Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu akaitakaza. Waachia mambo mawili hapa. Kuna kubariki na kuna kutakaza. Ndio nikawaambia jambo la kwanza, siku hiyo ilitengwa na siku zingine. Hiyo siku ikatakazwa. Hiyo siku ikabarikiwa. Alafu hiyo siku ikapatiwa kazi maalum ya kufanya. Bwana asifiwe. Hata mtu akitengwa, tunamtenga, tulizimike. Hatuwezi kukutenga, tukuombee, tukutakase, tukuzimike, tukuache bila kazi. Unanielewa? Huyo mtu lazima apewe a special duty. Apewe kazi fulani. Ndio maana kama mngechagua chief ama assistant chief, mnawaombea, mnasema mmewekea kofia. Sasa anapewa ofisi ya kukaa, anapewa kazi ya kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni vyombo vile vilivuzwa vya hekalu pia vilipatiwa kazi maalum ya kufanya wapi? Kwa hekalu. Maana yake ni kwamba tena havitatolewa kwa ile kazi ilipewa maalum, kirudi kwa kazi ya kawaida. Bwana asifiwe. Kama ni mtu ametengwa akapewa kazi ya maalum, tena hawezi kurudishwa kwa kazi ya kawaida. Ndio unaulizwa ya kwamba wewe umewahi kuona askari tena akirudi kwa mambo ya raia. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanapelekwa, wanafundishwa, wanawekwa salama, wanafanya nini, na hiyo siku wamehitimu, wanaenda pasa mbele ya rais, na wanasimama wanahapa mbele ya rais. Bendera ya Kenya ilikuwa imefunguliwa, wanakula viapo. Sasa wanaambiwa mmehitimu kuwa maaskari.
Sasa wanaambiwa muende mfanye kazi. Wanawekwa kwa sehemu maeneo yao ya kufanya kazi. Inajulikana ni askari namba fulani anapewa namba yake. Sasa huyo mtu tena hautampata kwa barabara kuuza njugu. Huyo mtu anapewa paka uniform yake ambayo wewe ukivaa hiyo nguo unastahili kuuawa hapo ufungo. Ama ni kusema kwa ufupi ni hatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpaka tuelewe maneno haya, lakini leo nilitaka niwasome kutoka kitabu cha Luka. Cha Luka 2. Usome mstari wa 22 na 23. Kisha zilipotimia siku Umefungua hata kidogo kwa mtu afungue. Na ingekuwa tabu kama tungepata kikisi. Na ekero amatuko awe Syria kwabo ajia goika agachikira ayachikira se amachiko amuza bakamuira Yerusalemu bamubeke asomonene buna alikire ase amachiko omonene. nekera amatuko y'obwesi bikwabo achigoika ayachikira ase amachiko amusa bakamuira Yerusalemu bamubeka ase omonene muna ayalikira ase amachiko y'omonene ng'a kera omoisia omotangi okoigora enda ya ng'ina narokwa omochenu ase omonene. Nekera amatuka ikamunachikire omwana uyu akaigwa Yerusalemu ase kanisa achigosabirwa abekwa ase amaboko ka Nyasaye bunechikire ng'omwana omumura okoba omotangi. Bwana asifiwe. Omwana omumura okoba omotangi wikabekwa ase amaboko ka Nyasaye asabirwe egekogera wikabe oyora omocheno. Bwana asifiwe. Kwenye sehemu kuyaka kwenye desa ni mwana mwisho. Maite abasaka ndugu wa kufarikoro. Basaka ndugu wa kama ni tamu yake. Mbona ukiongea hichi na sio msome hivi? Nenda hivi ndio. Tokeuza wakanyata baisi babe. Tuanze hivi basi pale kana hivi. Hivi ndio kwa kama. Bwana asifiwe. Ndio kwa hiyo turuka mura, turuka basacha, turuka baisi babe. Pale na barabara kwa kameta hata kitamu kwa kisabu kwa ndio kwa karibu. Kita kidogo tumeka. Bwana asifiwe. Kiago ni mambo ya kile ni mwarabu. Hapana kwa kana hata kumbuka kwa hapa. Sisi kutoka kanisa. Anza kutoka kwa. Lakini ndio mama sasa mmoja na mara. Tuma. Okay, kwa nini ndio ndio. Bwana asifiwe. Oja yana mukuru ni mwejaye. Otebia abana na otebia umuntu bigari umwanya naye buyu umuntu amano mudara kana ki una kionga hizo hizo. Mungu mbele ukora mbele. Tena kimanya kwa gani? Ingi kia. Hata wangu na hayo hiyo. Bwana asifiwe. Omwana ya karendo Jerusalem mwanzo leo malikana wakalendo. Na mbona tumesema vitu viwili vitatu vinafanyika. Kwanza huyu mtu anatengwa, anatakaswa, anaombewa ama kuzimikwa, anabarikiwa. Maneno matatu, maneno manne, anabarikiwa. Kisha huyo mtu anapewa majukumu maalum ya kufanya. Iwe ni vyombo, iwe ni nyumba, iwe ni siku, iwe ni mtu, iwe ni nini, inafanyika hivyo. Na tunapodedicate mtoto tunafanya nini? Tunapodedicate mtoto huwa tunafanya nini?
Nataka unielewe. Sasa nataka unielewe kisayansi. Mtoto akizaliwa huwa amezaliwa akiwa na connection kubwa sana na wazazi wake, na hiyo connection imemuunganisha hata na wazazi wa wazazi wake, imemuunganisha hata na wazazi wa wazazi wa wazazi wake, walio hai na walio kufa, atakao wafahamu na wale hata wafahamu. Wewe unapozaliwa ama ulipozaliwa duniani uko na connection kubwa sana na wale waliokuzaa. Wakati mwingine tunaweza tukatambua hayo mambo tukikuangalia kwa sura. Bwana asifiwe. Rakie na bono ndao kuligire nyogo ciote gamu mwana unoyo nyare. Ege kogera buno kuibogwa no buate. Akito ke connection. No buato ko buata no konena na bibuli bali ba kendo kye. Ba kuibone. Ko ja ko koronekana kwa uiga ekie. Na boko manekana. Bwana asifiwe. Mungu manekane kienyo bocho. Ya bora watu manekane kienyo bocho, lakini si tabia. Saa ingine mtu anafanana baba yake na mama yake nini? Tabia. Anakuwa wa kuadilika kama baba yake. Anakuwa wa kupigana vita kama baba yake. Anaweza kuwa muongo kama baba yake. Anaweza kuwa mpole kama mama yake ama kama baba yake. Hivyo hizo ni yaani baadhi za vitu ambayo mwanadamu anafanana wale walio mzaa. Bwana asifiwe. Wasayansi wanakubaliana ya kwamba kuna chembe ndogo sana za damu ya mtu ambazo zimebebwa kutoka kwa wazazi na wakati mwingi zinaleta hata magonjwa. Unaweza kuenda kwa hospitali unapigwa kifua, alafu wanakuambia chunguza kama kwa uzazi wako kama kizazi kama familia yenu kulikuwa na mtu wa TB. Bwana asifiwe. Hii ni kusema nini? Kushikana kwako, connection yako na wazazi wako inaweza beba TB ya babu ikuletee leo ikuue. Wasayansi wanakubaliana na hili. Inaweza beba ugonjwa wa sukari. Unasikia nakuuliza, kwa familia yenu kulikuwa na watu wa sukari? Unaambiwa sasa wewe jirinde sana, kwa sababu hiyo shida ya sukari ya babu yako inaweza fanya nini? Inaweza kukuua. Kulikuwa na kifua kikuu. Kulikuwa na watu wanakufa haraka. Kulikuwa na watu wa ugonjwa fulani ama kansa. Kuna magonjwa yanapita kwa wazazi yanaenda kwa watoto. Kwa watoto yanaenda kwa watoto wengine, yanaenda kwa watoto wale wengine pale nje. Wanasema kuna hawa kama hawa wafupi. Hawa wafupi wenye mwili wa kimo kidogo. Hizo chini zinaweza enda kwa vizazi vingi sana. Ndio mtoto wa hicho kimo kidogo aje kuzaliwa. Kuna hawa ambao wamekosa chembe fulani katika ngozi yao. Umezaliwa kwa hiyo familia, watoto wako hawatakuwa na hiyo shida. Albinism inatembea mpaka pengine mjukuu wa wajukuu wako anakuja kuzaliwa. Alafu anaambiwa hii imetokea kwa sababu mzazi wa familia yenu wa zamani alikuwa hivi. Bwana pewe sana. Hivi nasema connection, mtoto akizaliwa anakuwa na vitu vingi. Ndio maana hata wakati mwingine kama sasa wale mlisikia walichomeka hawezi kutambulika, ama wale wanafufuliwa sakawara, siwasikia ni nini imeoza iwezi tambuliwa. Lakini kama mtu wenu alienda pale mnaenda kutolewa damu. Ndio zile maiti zinapimwa damu. Kuna kitu inaitwa DNA. Wanapima yaani chembe fulani za damu zinaweza zikatambua ya kwamba huyu mwenye amekufa ana uhusiano mkubwa na mwenye tumetoa damu tukapima. Labda ni mtoto wake, labda ni mama yake, labda ni baba yake, labda ni ndugu yake. Wanaweza wakatambua wakipima damu yako ya mtu wenu alienda sakawa ni mtoto wako ama ni nani amekufa ama hawezi kutambulika. Wanapima, wanasema huyu mwili una uhusiano na kufa. Hivi ni vitu ambao wasayansi wanagundua sasa. Lakini hii Biblia tunayoisoma
ilijua hayo maneno miaka mingi, thousands and thousands of years. Mungu alisema hizo vitu zamani. Bwana asifiwe. Sasa wakati ambapo tunaweka mtoto wake mbele za Mwenyezi Mungu, kuna mambo tunafanya. Jambo la kwanza, tunaomba ya kwamba awe na mwanzo mpya wa maisha yake, independent. Mambo mabaya ambayo huwa yanaweza kuwa yamemfuata kutoka kwa wazazi, kwa mababu na mababu wa zamani. Wengine walikuwa waganga, wengine walikuwa wachawi, wengine walikuwa wezi, wengine walikuwa wabaya, wengine walikuwa wenye vita, wengine walikuwa walevi. Hayo mambo ndio tunaomba Mungu atupatia permission kama watumishi wa Mungu, tuombe tusimamishe hayo mambo yasimfuate mtoto. Bwana asifiwe. Wamunyu wetu bwebo. Karo mwana kuinguru nabwa tekindera bwa tanya na bayu bagia bakuruba kare kogenda. Nabara abo tibi kuna bagia. Nabara abo mareni kuna bali barenga bareni. Onye barenga banyanabi ne barenga barobu. Barengi. Nabara kaja kwa nyoruko babua. Bone kanto ko sabe to ko tele bibi. Amerika yetu. Bwana asifiwe. Si maandiko yanasema ati wenye waliabudu miungu wakafanya nini, wakavuja sheria za Mungu, hata Mungu laana yake inafuata watu mpaka kizazi cha ngapi? Mpaka kizazi cha fourth generation. Maana yake mtoto anazaliwa leo, babu wa zamani aliua mtu. Hata kama alienda kupigana vita vya mpakani hapo akaua mtu. Lakini mtoto anazaliwa sasa, inasemekana analaana fulani hadi the fourth generation. Kwa maana akiombewa hizo generational curses zinafunjika hapo. Huyu mtoto anabaki na maisha yake vile alivyo. Bwana asifiwe. Amen. Ikile kutoka dedication. Kwa sababu mwana aruhusiwa aseme mtu ili kama bwake. Mata nyanya na baba nyorugu hata mangana yako kubwate. Na kiteko yako tebekananga kama unatakiwa kuanza kufanya kazi ya Mungu, tunakudedicate kwamba kuanzia sasa wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi wa Mungu. Mambo ya zamani yafanya nini? Yasikufanye. Mtu unakubaliwa kufanya kazi ya Mungu katika hekalu. Bwana ndiye sifa. Amen. Bono tunatakiwa kuelewa hayo maneno sana. Alafu mstari wa 24. Waruweke mwanzo buna ya vole tuwe asama chiko yo monene. Wanatakiwa kutoa sadaka ya kuteketeza kama vile Mungu alifanya nini? Bwana asifiwe. Amaruma abiri. Kwa hivyo nataka msikie. Leo kuna mambo mengine hatutafanya. Lakini msikie wachungaji na wahubiri na watumishi wa Mungu na washirika wao. Mwenye analeta mtoto hata kuwa dedicated anatakiwa kutoa sadaka fulani. Haya mambo yanaenda ni mara mbili, utayasikia pale yanaenda. Wazazi walimleta mtoto watoe sadaka ambayo ilikuwa imesemekana. Ni sadaka gani? Amaruma abiri. Wose amagaya amaruma abiri. Memeishia. Bwana pesa. Wanatakiwa kutoa, lakini kwa sasa hatuwezi kutoa, maana hiyo siku ndizo vitu ziko zinatolewa, zinachikwa, zinamwaga damu, zinachoma, zinafanya nini? Sawa nyama, si ndio? Lakini saa hii hatutoi hizo, maana Yesu alifanya nini? Alisulubishwa. Saa hii ni sadaka inatolewa. Wazazi wanaandaa sadaka ya kutoa kwa mtumishi wa Mungu mwenye anasimamia kudhibiti. Bwana asifiwe. Si hapo mnanipata? Na baada ya hapo na sisi tunapokuja kusimamia na kuangalia tunashiriki katika ile ibada ya kusimika yule mtoto, ndio na sisi tunatoa zawadi zetu sasa kwa mtoto. Bwana asifiwe. Hiyo mambo inaendanga hivyo. Wazazi wanatoa kwa mchungaji na wale wasimamizi wa kanisa na nini, alafu kanisa nzima inafanya nini? Wanatoa nguo, vitambaa, mafuta, pesa, nini inatolewa hapo ili kwamba dedication ikamilike na mtoto abarikiwe na mambo yaendelee vizuri. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo sasa sitasoma sana maana ya muda. Inasemekana katika verse 25 ya kwamba na tazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simon, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo. Sasa kwa ufupi, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anatumika hapo Yerusalemu, ndiye aliombea huyu mtoto, na aliambiwa unapoendelea kuombea watoto, siku moja utaombea mtoto ambaye ni Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu mzee alisema mtoto dionyeshwa ndio huyu, na baadaye kulikuwa na mama naye tu. Kulikuwa na mama mjane ambaye alikuwa ni nabii. Kulikuwa na mama mjane ambaye alikuwa ni nabii, naye alikuwa anaitwa Ana. Baada ya Simeoni kuongea maneno yale, naye Ana akasimama akasema ni kweli. Verse 36. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanuel wa kabila ya Aseri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mchane wa miaka 88. Kaondoka katika hekalu la ila kuabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Naze gaweria omumina nare ngororo omubanya. Na ndo mumino oyoiga nare ngomuguraka. Bwana asifiwe. Maranga bande bakomanyanga abangina baguraka tari bambo baitera kamere muyago. Lakini Ana nigare ngomumino muguraka. Amete no mwaka ese ni myaka 8 yuka. Kurio akaba mwaka yazira akaba mokoleria asirikali. Emyaka mbingu tari kuru kanisa utukona mugaso igakwe ngata na gusaba. Na kuora kigwa ngana ako chikoba. Bwana asifiwe. Unajua maandiko tunabagia changamoto kila eneo. Kuna watu wanasema ajimanya raha watu hadi nimenyesai, sikumo barakata kama bora kani. Ukiamua kufunga na kuomba na kumtumikia Mungu kwa njia ya kujitolea, Bwana atakuinua na atakutumia. Bwana asifiwe. Hata huyo mama pia akasema ni kweli, huyu mtoto Roho ameniambia ndiye tulikuwa tunafanya nini? Tunamngojea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa pale tumefika, nataka tuombe. Tunapoomba tutamuombea mtoto. Kisha baada ya kuomba mtoto, kuombea mtoto, sasa ninataka tutampatia mama mtoto na baba yake, alafu tutatoa zawadi zetu kwa ajili ya huyu mtoto, na kipindi chetu cha kwanza kitakuwa kimeishia na hapo. Nataka utatuwekea wimbo pole pole, alafu wewe ni Masia, wewe Masia, viumbe vyote wanakutukuza. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe. Bwana
mtoto. Yesu tunasimama, iye mwamba ni salama. Kwake Yesu tunasimama, iye mwamba ni salama. Basi tunaenda kuomba. Tunashukuru Mungu kwa kutufikishia kupea mtoto hii kijana Rafael, na kuomba mtoto. Biblia nasema kwamba unatoka zawadi kutoka kwa Bwana, na watoto ni kama mishale kwa mkono ya mshujaa ama mtu yule ambayo anapigana vita. Kwa hivyo watoto ni baraka, na hata Yesu aliletea watoto wabariki. Hivyo na sisi kama kanisa, vile askofu ametueleza, tunaenda kupokea huyu mtoto ama huyu kijana Rafael, ili tuweke wako awe sehemu ya kanisa, awe mmoja wa kanisa, au mmoja wa watumishi wa Mungu. Kwa hivyo Muumba wetu aishie mahali pa juu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunashukuru sababu hii umetufikisha eneo hii. Tunashukuru kwa sababu ya kanisa hii ambayo tumeingia. Jina lako lisifiwe na litukuzwe kwa sababu ya huduma hii ambayo iko mbele yetu ya kupokea kijana Rafael kwa mtoto mchanga aliyezaliwa na amekuja katika kanisa mara ya kwanza, na tunapokea kama sehemu ya kanisa. Tunaweka wakfu awe sehemu ya kanisa, awe nguzo, awe mtumishi wako katika maisha yake. Tumeweka mikononi mwako, tubariki, tukiombea neema na amani pamoja na afya na nguvu na ushujaa na ujasiri pamoja na hekima zote zitokayo juu zikapate kuwa juu yake. Roho yako Mtakatifu zikapate kuishi ndani yake, ili akuwe katika hekima na katika hekima. Tunaomba Mungu wetu ukaibariki, kuwe na shujaa au mwenye nguvu kama Efraimu na Manase. Bwana wabariki hasa wazazi wake pia, wabariki, wape afya, wape upendo, wape nguvu, wape hata mali ambayo atakayoishia mtoto hii, ili mtoto asikose masomo ama chochote ile ambayo inahitajika. Bariki katika hali na mali. Bwana, tunaweka mikononi mwako na tunapokea na tunaweka mikononi mwako wakati kubariki na kulinda na kutenga katika mambo yote ya dunia. Hata tunakata zote laana zote za ukoo na mambo ya kidunia, aina zote, roho zingine chafu isiyofaa tumeikatisha katika jina la Yesu. Tunaitenga katika nyumba yako. Apokee roho ya upendo, roho ya ujasiri, roho itakaye juu. Asante Mungu wetu, na ubariki katika jina la Yesu Kristo. Ukipatia mama atapatia mama mtoto. Asante Bwana wa majeshi, Mungu wetu, kama kanisa tunapokea mtoto huyu kwamba akaweze kuwa sehemu ya kutuinua, sehemu ya kutufanya tubarikiwe, sehemu ya kutufanya tuheshimike, sehemu ya kufanya tuweze yale ambayo hatungeweza. Baba, ulifahamu ya kwamba ili mwanadamu aendelee kukaa duniani, ili kwamba kiumbe anachoitwa mwanadamu aendelee kukaa duniani, ataendelea kukaa duniani kwa sababu atakuwa na watoto. Na Bwana, wakati huu kama kanisa tunapopokea mtoto huyu, ni ishara ya kwamba hata kama kanisa tutaendelea kuwa mahali hapa, tutaendelea kutangaza injili yako. Ukweli huu utaendelea kusemwa, habari njema itaendelea kuhubiriwa. Kama ni neno la ukweli itaendelea kufundishwa, kama ni mapepo yataendelea kuangaishwa, kama ni wagonjwa wataendelea kupokea uponyaji, kama ni unabii utaendelea kutolewa. Bwana, asante, maana kazi yako itaendelea duniani. Yale ambayo hatukuweza kuyafanya watoto wetu watafanya, yale ambayo wazazi wa mtoto huyu hawakufanya mtoto huyu ataendelea kuyafanya.
Yale hawakufika mtoto atafika, yale hawakuona mtoto ataona, yale ambayo hawakutokea mtoto atatokea, kile ambacho hawakumiliki Baba mtoto huyu atamiliki katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana kama kanisa linapokea mtoto huyu ya kwamba ataenda kufanya kazi yako. Hata Ana alipompata mtoto Samueli kwa wakati unayofaa, alimpeleka kanisani, akamweka wakfu mikononi mwako kanisani kule Siloa, ili kwamba atumike, na kwa ukweli alitumika kama nabii. Sasa Mfalme, tunaomba katika kanisa hili, ni wewe utapatia mtoto huyu kazi ya kufanya. Kama ni unabii utampea, kama ni utume utampa, kama ni uinjilisti utampa, kama ni uchungaji utampa, kama ni uimbaji, chochote ambacho unaona kitamfaa Baba utampa, na atatumika kuelekea kwa mataifa na mataifa mengine, maana Roho wako Mtakatifu atakuwa juu yake. Vikwazo na vizuizi, magonjwa na maradhi, ajali za barabara, mapepo na mashetani, wachawi, waganga, wenye wivu, wenye majivuno, wasio wema, maadui, wenye kupanga mabaya duniani, vyote vitakayoinuka kuangamisha wanadamu havitamupata, maana atakuwa anatembea na malaika wako wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Baba, ulinzi wako hautakoma juu ya maisha yake, usiku na mchana atakuwa amelindwa. Maana Baba, tulikuomba na ukasema wewe ni Mungu ambaye tukiomba kwako tunapata, tukiomba kwako tunapewa, tukitafuta tunapata. Asante Mfalme, katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa imani. Amen. Mpatie mtoto, mpatie mama mtoto, alafu mama atapatia. Asante. Mama atapatia huyu mtoto. Sasa baba wa mtoto ametupatia ile sadaka ambayo ndio tuliambiwa ni jiwa wawili, na kwa sababu wako wawili na sisi wasoma askofu wawili, mpaka vingine tuwaka wawili mahali. Mbarikiwe sana, wamama wa kanisa, watu wote, kila mmoja ametoa zawadi yake. Hii inaitwa zawadi.
Mimi naitwa Zawadi, lakini ni present kwa sababu ya huyu kijana. Unajua baraka tumemwombea vile vitu vitatokea baadaye, lakini hii ni vile vitu vinatumika saa hii. Nataka kushukuru Mungu sana, naona mmeongoa mabasi hapa, nimeona pesa hapa, mambo mazuri hapa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka kamera watashika vizuri wakati ambapo tunakabidhi zawadi hii kwa wazazi wa huyu mtoto, ili kwamba akaweza kutumia. Sijui kama nashika vizuri tu, kama unachukua simama juu. Kama kanisa tunakukabidhi sasa zawadi hiyo, utashika na mikono miwili vizuri.